Lakini je, Biblia haikusema kwamba hapo zamani walituwakilisha mababa wa kiimani, makuhani, hawakuweza hata kupaingia patakatifu, si ndio? Wengine wote waliishia huko. Sasa Kristo Yesu pale msalabani anakufa, basi anaenda kufanyaje? Likachanika. Vyote vilivyokuwa kule ndani watu wakaona, kuna mabakuli, kuna makoleo, na wengine bila shaka walienda hata wakawachukua angalau yashike na yashike. Kwa nini? Kwa sababu tayari Kristo Yesu amefungua, ameondoa mipaka, ameondoa vizuizi, ameondoa vile ambavyo vinawafanya watu wengi mtu mmoja peke yake ndio watuombee, sisi wengine tu tuseme amina. Hiyo ni mipaka. Haleluya. Huyu ni Farao aliyewaambia watu hamtaenda, fanyeni yote mtakayoyafanya lakini ndani ya nchi hii. Fanyeni yote mtakayoyafanya lakini hamtaenda mbali sana. Wajinga tu ndio wanaweza wakasema ndio amina, lakini Musa aligoa. Akasema hamna. Sisi tutaenda mbali. Bwana Yesu Kristo. Musa akasema tutaenda mwendo wa siku 5. Hatutafanya ibada yetu na hawa ambao sisi kwetu ni machukizo na wao wanatoa sisi ni machukizo kwao. Hatutafanya ibada mbele yao. Hatutatoa sadaka mbele ya hawa. Hatutatoa sadaka za ukomo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa acha nimalizie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tena nimalizie alafu wakati mwingine tutaendelea na masomo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, habari za Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume 1. Amen. Anasema lakini mtapokea nguvu ikisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu anawaambia wanafunzi wake, kwa sasa kaeni mjini. Sivyo? Msitoke, kaeni huko mjini. Jifungie. Alafu wakati mmejifungia, ingojeeni ahadi ya nani? Ya Baba. Kwa sasa hivi hauna ruhusa ya kutoka. Sivyo? Msifanye, msitoke, kaeni mjini mpaka mkavikwe nini? Uwezo utokao juu. Akawekea mipaka kwamba msifanye, msitoke. Sikiliza. Hii ina maana gani? Namna ya kuvuka mipaka, hatutumii uwezo wetu. Ukijaribu kuiasi sheria ya Farao kwa kimbelembele chako, atakuwa. Amen. Farao na jeshi lake anaposema mfanyeni ibada humu ndani, si ndio? Wale walinzi wake wanasikiliza. Kwa hiyo akaanza kuwafuatilia Waisraeli kutoka. Anayejaribu kutoka koti, rudi ndani. Mkuu hajasema utoke. Anayejaribu kuangalia kutanguliza mguu kidogo atoke, kofi. Mkuu hajasema utoke. Nguvu ile ya kimwili haikuwa inatosha kuvuka mipaka. Haleluya. Hata kama una upako, hata kama umeokoka, hata kama unampenda Yesu, hata kama na Yesu anakujua, nguvu yako ya kawaida haikusaidii kuvuka mipaka. Na ingawa Kristo Yesu amekusudia sisi tuvuke mipaka, anasema kuanzia Yerusalemu, Samaria, hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu sana. Lakini anasema lazima mvikwe uwezo. Lazima muwe na nguvu nyingine. Lazima muwe na mamlaka nyingine. Hiyo mamlaka itashindana na mamlaka za dunia. Wakati mamlaka za dunia zikikuwekea stop, unaonyesha kibali cha mamlaka ya juu. Bwana Yesu sana. Wakati wakuu wa dunia wakikuzuia kwamba hautavuka hapa, unaonyesha kibali cha Roho Mtakatifu
wameruhusiwa kuvuka mpaka huu. Wakati watu wa dunia, waganga na wachawi watakaposimama kupiga stop kwamba hutakiwi kuvuka hapa, wewe unawaonyesha kibali cha Roho Mtakatifu ya kwamba nimeruhusiwa kuvuka kwenye mpaka, nimeruhusiwa kwenda nje ya nchi, nimeruhusiwa kuvuka hiki kizuizi, nimeruhusiwa kuvuka hili daraja kwa jina la Yesu aliye hai. Wanasikia sana. Kwa hiyo ndicho unachoweza kugundua ya kwamba hata Musa hakuvuka mipaka ile ya taifa la Misri kwa uwezo wake. Haleluya! Musa hakuvuka kwa sababu yeye ni Musa. Musa hakuvuka kwa sababu yeye amesoma, wala Musa hakuvuka kwa sababu alikuwa na fimbo, ila ni kwa sababu alikuwa na kibali cha Mungu, alikuwa na neema ya Mungu ndani yake. Hiyo mipaka iliyokuwa imetamkwa na Farao, aliikanyaga akavuka akaenda ng'ambo. Aliikanyaga akavuka akaenda kwenye mafanikio. Aliikanyaga akavuka akaenda kwenye lengo lake kubwa. Hakuangalia kizuizi kilichowekwa mbele, hakuangalia ukuta uliowekwa mbele, alikuwa anaangalia mamlaka iliyo ndani yake. Roho Mtakatifu leo ndiye ile nguvu iliyokuwa ndani ya Musa. Leo wewe una Roho Mtakatifu ndani yako. Usizuiwe na ukuta wowote, usikwazwe na ukuta lolote, na bomba lolote lisikuzuie, ngome yoyote isikuzuie, ili maadamu na Roho Mtakatifu wewe penya, pita katikati yao, nenda kule ng'ambo, vuka hiyo mipaka, nenda kwenye kusudio lako kubwa, nenda kwenye malengo yako makubwa, nenda ukafanikiwa huko mbele kwa jina la Yesu aliye hai. Sio kwa kuliza, sio kwa sababu umesoma mpaka una PhD, na wala sio kwa sababu unasali kanisa kubwa, na wala sio kwa sababu umebatizwa, na wala sio kwa sababu wewe ni kiongozi ndani ya kanisa, na wala sio kwa sababu wewe una pesa nyingi, na wala sio kwa sababu wewe ni rafiki wa karibu sana na mchungaji, na wala sio kwa sababu wewe ni familia ya karibu ya mchungaji, ila ni kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, anatusaidia kuvuka vizuizi, anatusaidia kuvuka vikwazo, anatusaidia kuvuka ng'ambo kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Kuna mtu mmoja amenielewa anachosema. Sasa wewe baki ni mapokeo yako. Sisi kwetu watu wanafanya hivi. Sisi kule kwenye kanisa letu kwa kule. Halafu na watu wanajivunia kwa kanisa yao. Kwa hiyo hamna shida. Lakini kama yako yanakuzuia usivuke mambo, hauhitaji kanisa lako kubwa, unahitaji Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Hauhitaji pesa nyingi, ila unahitaji Roho Mtakatifu. Hauhitaji mamlaka ya kifalme ya dunia hii, kibali cha kuwa mkoa, sio kibali cha mkurugenzi gani. Hivyo vibali vyote vinaweza vikakuchelewesha, unapohitaji Roho Mtakatifu peke yake. Huyu ndiye ambaye akifika mahali kwenye mipaka yoyote, wanampa saluti, wanapisha, wanasema nenda Bwana mkubwa, kafanikiwe mbele ya safari. Haleluya! Huyu hajawahi kuzuiwa, Roho Mtakatifu hajawahi kuzuiwa. Bwana Yesu sana. Sina muda hapa nikakusomea habari za elimu kule mchao. Alikuwa pale kama ukuta kuzuia watu wasipokee nini? Neno la wokovu. Na kwa sababu huyu mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa na Roho Mtakatifu, akatambua haraka. Akatambua haraka kwamba wewe Elima, unachokifanya hapa ni kujenga ukuta. Elima, unachokifanya hapa ni kuweka daraja, kuweka korongo, ili kutenganisha mtu huyu na neema ya Mungu ya wokovu. Kwa hiyo kwa jina la Yesu, Bwana akukemee kama kipofu sasa. Bwana Yesu sana. Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Paulo akatambua kikwazo kilichokuwa ndani ya Elima. Amen. Lakini kama hauna Roho Mtakatifu huwezi kuokoka. Hautatoboa. Hata kama ungevaa tai nyingi, ungevaa kola kama ya kwangu kubwa na nzuri nzuri, haikusaidii. Hata kama ungekuwa na cheo kikubwa kanisani, sijui wewe ni nani huko, pote ya mbali na kanisa lako. Kama huna Roho Mtakatifu wewe huwezi. Kama huna Roho Mtakatifu haufungui mlango wote uliofungwa. Kama huna Roho Mtakatifu wewe haupendi kwenye korongo lolote lilochimbwa.
utaenda utafia hapo, utaenda utakwama hapo. Amen. Mungu Roho Mtakatifu akae ndani yako tena, akufanya kufanikiwa katika jina la Yesu. Na ikiwa unaona kuna vikwazo vingi mbele yako, hasa vile vya kiimani, nazungumza na Wakristo hapa, sizungumzi na wapagani. Wakristo leo Wakristo wamewekewa vikwazo vingi, wamewekewa mipaka mingi. Bila hiki wewe utapona, bila hiki wewe hauwezi kufanikiwa, bila hiki wewe hauwezi kuwa na pesa. Ili uwe na pesa fanya hiki, ili wewe. Hayo yote yanatoka wapi? Yesu Kristo sasa ana kazi gani? Alikufa kwa ajili ya kazi gani? Ile damu yake ya thamani iko kwa ajili ya kazi gani? Kama kuna sadaka ya Yesu Kristo aliye hai, tena hapa usiku na kitu gani cha kitu gani cha kitu gani? What for? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mshikilie Yesu. Mshikilie nani? Yesu na Roho wake Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, wewe ndio unayejua kila kinachoendelea kwenye maisha yetu. Na Bwana Roho Mtakatifu anakusaidia. Mpe Yesu kwa ufisho. Haleluya. Amen.